Habari ndugu mtazamaji wa kipindi hiki, nashukuru tena tumekutana wakati kama huu. Ni mchana kabisa, wakati wa lunch time. Najua utakuwa unakula sasa hivi, lakini hebu sikiliza kidogo maneno mawili matatu ambayo naweza tukaongea wakati huu hapa. Bwana, mada ya leo nataka tuongelee kitu kimoja. Unajua kuna watu aina fulani duniani wanaishi maisha fulani ambayo huwa wanadhani kwamba yanawasaidia sana. Yaani kuna watu aina fulani fulani hivi duniani waga wanaishi maisha fulani fulani hivi na huwa wanadhani kwamba yanawasaidia kwa asilimia zote. Kulingana na nini? Kulingana na fikra, akili, mtazamo. Kwa mfano, unaishi na marafiki zako labda chumba kimoja, nyumba moja, una ndugu zako wa karibu, una washikaji zako, una kaka zako, una dada zako. Unawakosea, wananyamaza kimya. Unawasema vibaya, wananyamaza kimya. Unawaibia, wananyamaza kimya. Umeona? Chochote utakachokifanya yeye anafanyaje? Yeye ananyamaza kimya. Wewe ndugu yangu unafikiriaje? Unafikiri wale ndugu zako wanakuwa na kuogopa kukuambia? Unadhania kwamba ni halali wewe kuwafanyia hivyo? Sijui kila mmoja anavyoweza kufikiria. Kwa mimi nikimkosea mtu, haijalishi ataliakti kwa namna gani. Yaani akinisema, yani katokea akanisema kwamba umefanya moja, kusema ukweli moyo wangu unaridhika sana, kwa sababu kwa kawaida mtu akitamka jambo akasema neno kwa sababu umemuuzi, akasema kitu kwamba umenikosea, ni mtu mzuri sana na utajiita uko salama kwa sababu umeambiwa kosa lako. Ni wakati ambao unaweza ukajisahihisha. Ukikuta mtu unamkosea ananyamaza kimya, usifikirie ni mpumbavu, usifikirie yule mtu ni mjinga. Yaani usifikirie vyovyote utakavyofikiria wewe kwamba yule mtu si yukoje. Fikiria utakavyofikiria, lakini ukweli bado uko pale pale. Mtu anayenyamaza kimya siku zote ni mbaya kuliko unavyofikiri. Kuna mtu mmoja akaniambia story moja, akasema hivi: kuna bwana mmoja alioana na mwanamke fulani wa sehemu fulani, mkoa fulani, akawa akiishi naye. Yeye ni dereva wa magari makubwa, anaelekea Kongo, Rwanda, Burundi, vitu vya namna hiyo. Madereva kama wapo. Ana mwanamke ambaye amemuoa, anamgaramia kwa namna yoyote anaweza kumgaramia, anampa chochote, na hata kitoka anamwachia hela nyingi. Ghafla yule mwanamke akawa na mahusiano na mtu mwingine hapo mtaani. Sikilize vizuri. Jamaa hajui kama yule mke wake anaishi na mtu fulani. Yaani yuko na mtu fulani, anatembea na mtu fulani pale mtaani. Lakini akirudi yule mwanamke yuko pamoja na yeye, wako vizuri, wanaongea vizuri, wanacheka pamoja, yani hivyo, yani mke na mume. Kuna siku jamaa mmoja akamstua, akamwambia, ndugu yangu, hivi unajua yana kinachoendelea? Kinachoendelea hapa ni 1, 2, 3. Shemeji, ukitoka tu kuna bwana mmoja anakuja. Yule bwana alivyosikia haya maneno, nitamsifia, ni mwenye hekima, hakulipuka kwamba aenda pige makofi au afanye nini, akufanya hivyo. Watu wenye hekima duniani. Akatulia, akafanya uchunguzi kwenye halmashauri ya kichwa. Yaani watu wenye akili huwa wanakaa kwanza, wanafikiria kwamba nikiamua kitatokea madhara gani. Unasikia? Basi ikawa bwana yule jamaa siku moja akatishia, au niseme kwamba akafanya kwamba sasa anaenda kwenye safari zake. Hali ya kuwa kumbe bado jamaa alikuwa kwenye foleni kama siku 3 hivi, hawezi kwenda kule na kwenda. Ikabidi yule
mwanamke akampigia simu jamaa kwamba bwana, jamaa kashaondoka, kwa hiyo hamna shida, hivyo. Yule jamaa kwa alikojipanga akaja ndani. Alipokuja ndani, jamaa muda saa 3 hivi usiku alisubiri kigiza kiingie, akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, anamkuta yule jamaa yuko pale ndani na tena amevaa taulo. Hebu sikilize. Yule jamaa kwa sababu alishakuwa ameambiwa, na yule jamaa ana akili, vinginevyo angeua. Angekuwa na akili mbovu, angeua. Lakini watu wenye akili duniani, anatendewa kosa na anafikiria roho ya yule na roho ya kwake na roho ya mke wake. Kwa hiyo hana namna ya kuweza kumtoa mtu roho. Watu wenye akili bongo, umesikia? Basi alipomkuta akamwambia hivi, kaka, nenda niachie mke wangu. Mke wangu kapike, niweke maji nioge, kapike. Akampikia, akala. Yule bwana hakuzungumza kitu chochote. Hakuzungumza chochote. Kanyamaza kimya. Sasa issue iko kwa huyu. Mtu kanyamaza kimya, hajazungumza. Kuna nini kinaendelea? Unaambiwa kwamba ile story inasema kwamba yule mwanamke kabidi akabeba cha kwake alichokuwa nacho, akakimbia. Kwa nini? Kwa sababu yani kuto kuongea ni jibu kubwa kuliko kuongea. Sawa? Kuto kuongea ni jibu kubwa kuliko kuongea. Yani kuna madhara makubwa kuliko mtu akikwambia kwamba umenikosea. Unajua kabisa huyu alikuwa na nia ya kunionya nisirudie tena. Lakini mtu anayenyamaza vipi? Na anakuangalia tu. Yani kana kwamba umemfanyia kitu kizuri wakati umemfanyia kitu kibaya. Watu wengi hawatakagi kuambiwa ukweli. Wakikosea wanatamani watu wawapake mafuta. Umemkosea mtu akupake mafuta, ni madhara makubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Mambo mengi yanakuwa magumu ni kwa sababu yani kumfanya mtu asikuambie ukweli. Lakini mtu akikwambia ukweli, ukamruhusu kwambie ukweli, ujue uko salama kuliko asipokuambia ukweli. Ndugu yangu mpendwa, Mungu akubariki sana kwa ajili ya siku hii ya leo na kutakia mchana mwema, kazi njema. Ujumbe wangu ndio hivi. Ukimkosea mtu ni bora useme samahani. Na ukimkosea mtu usimpotezee na usitaki asiseme. Bora aseme kuliko kunyamaza kimya, kwa sababu kunyamaza kimya ni sawasawa na kufukia moto kwenye mavi ya ng'ombe yaliyokauka. Utaishi mwaka mzima, kama sio miezi 2-3, utaishi mwaka mzima. Bado utakuwa upo chini kwa chini. Siku ukija kulipuka, nyasi zote zinaungua. Na madhara labda naweza kaja kwenye nyumba za jirani. Mungu akubariki sana. Kazi njema. Ciao.